na tunataka kutoa tahadhari kwa wakazi wa Mombasa, wa pwani kwa jumla. Wajue kwamba habari hizi ambazo zinasambaa hivi sasa za kuwa ati ukisalimiana na mtu ama ukishikwa bega unapoteza sehemu zako nyeti, hizo habari ni uongo, ni uzushi na ni mambo ambayo hayapo katika hii jamii. Tumekuwa na kikao kirefu jana pamoja na wakuu wa usalama kuanzia Regional Police Commissioner, County Commissioner na wengineo. Wale ambao wamedai kwamba sehemu zao zimepotea, wote hizo sehemu zipo. Hakuna mtu ambaye hadi hivi sasa ameweza kuthibitisha kwamba sehemu zake zimepotea. Jambo la kusikitisha ni kwa umma kwamba wakiambiwa kuna habari kama hizi, wako rahisi sana kuchukua hatua, kupiga watu na kuumiza. Kuna wengi hivi sasa ambao wanauguza majeraha hospitalini kwa sababu ya kupigwa na umma, wengine karibu kufa kwa sababu za uongo. Na vitengo vya usalama vimethibitisha kwamba haya ni magengi ambayo sasa yameona wamethibitiwa kutumia vipanga na vingineo, wametoka na mbinu mpya za kuhadaa wananchi. 2, 3, 4 wanakuja wanamwangalia mtu yule yuko smart, anakaa labda ako na pesa, ako na simu ghali, ndio wanaanza huo uvumi. Mmoja anakuja anasema nimeibiwa sehemu zangu nyeti na huyu. Wa pili mwenzake tena anakuja anasema yeye amemuibia, na watatu, wakiwa vile 3, 4, ule umma wote sasa unaona kama ni kweli na wanaanza kuchukua hatua. Hasa watu wa pikipiki wako haraka sana kuchukua hatua na kupiga watu. Na wale ambao wameshikwa hadi hivi sasa kwa madai ati sehemu zao zimepotea, wamefikishwa hospitalini, uchunguzi umefanywa na imethibitishwa kwamba ni uongo. Jana kuna dada amefikishwa mahakamani kule Kwale. Leo kuna kijana ambaye amepigwa, kijana ambaye tunamjua vizuri sana, ni mmoja wetu, tumekuwa tukifanya kazi naye pale Kongowea. Amesingiziwa ati kwamba yeye amemshika mtu na amempotezea sehemu zake nyeti. Na huyo jamaa tumeweza kumpata na anafikishwa mahakamani leo kwa kutoa madai ya uongo na kupeleka mtu kupigwa, kuumizwa. Hizi hatua zimefika hadi sasa watu wanasema ati kuna dawa, sijui ukijifunga mpira kwenye shingo ama sijui ukijifunga wapi, basi mtu hata akikushika ile sehemu yako haitopotea. Hizo ni madai za uongo. Tunawaambia wananchi wasikae na hofu. Hayo ni madai ya uongo. Mwisho kabisa ni kwa viongozi wa kidini. Ni jambo la kusikitisha kuona viongozi wa kidini wanaendeleza uvumi huu. Ati wanasema wamemuombea mtu, ati wanasema wamemsomea mtu, kisha huyo mtu sehemu zake zimeanza kurudi. Huo ni uongo mtupu. Tunawaambia viongozi wa kidini, musifanye kazi na wahalifu. Nyinyi mnasaidia hawa wahalifu kuendeleza huu uvumi ambao ni wa uongo, uvumi ambao hauko. Kwa hivyo chukueni tahadhari. Kama wewe ni kiongozi wa kidini, ujichunge, usiwe ni mwenye kusaidia waizi, wahalifu kupora wananchi, kupiga wananchi na kuumiza wananchi.